الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم وبياكم، صبحكم ومساكم، وجنة فردوس مثواكم. أحييكم بالتحية المباركة من عند الله جل جلال، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهم شيء wakati tukiwa tunasubiri futur, breakfast, ni vizuri tukapitia baadhi ya hadith. Hairuhusi tukakaa hivi. Kitab Riyadhus Salihina, Kitab al-Adhkar, Kitab cha dhikri, babu fadlu dhikri wal hathi alayhi, mlango wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu. Qala Allah Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala dhikrullahi akbar, na jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu ni kubwa mno. Hii ni katika surah Al-Ankabut aya 45. Waqala Ta'ala, anasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, fadhkuruni adhkurukum, nitajeni nami nitakutajeni, au kwa maana nyingine nikumbukeni nami nitakukumbukeni. Hii ni surah Baqara aya 152. Waqala Ta'ala, na akasema tena Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje Mwenyezi Mungu, kumbuke Mwenyezi Mungu ndani ya roho yako, tadarruan wa khifa, kwa unyenyekevu na kwa kujificha, waduna aljahli min alqawli, pasi na kutoa sauti. Sawa bilghudwi wal asal wala takum min alghafilin. Fanya asubuhi na jioni na usiwe miongoni mwa walioghafilika. Hii ni suratu Araf 205. Kwa hiyo pia kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siri ndio inavyotakiwa, bila kupaza sauti. Lakini mara nyingine tunafanya sauti kuelekezana matamko na kurakibishana na kutokuchoka katika vikazi vikubwa, na haijakatazwa, lakini kumzukuru Mwenyezi Mungu kwa siri ni aula zaidi. Waqala Ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, na mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi penginepo mkafaulu. Hii ni suratul Jumu'ah aya nambari 10. Waqala Ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal muslimina wal muslimati, hakika waislamu wanaume na waislamu wanawake, ila qawlihi Ta'ala, mpaka kufikia kauli yake, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirati, na weje kumtaja Mwenyezi Mungu wanaume wengi kwa wingi na wenye kumtaja Mwenyezi Mungu wanawake kwa wingi. A'adallahu lahum maghfira, ameandaa Mwenyezi Mungu kwa ajili yao msamaha, wa ajran adhima, na malipo makubwa mno. Umeona jamani nini Kwa hiyo kufanya dhikri kwa wingi, kwanza tumefanya kuandaliwa. Unajua kitu kilichoandaliwa, aadda, maandalizi, istidad. Kwa hiyo tumeandaliwa msamaha, wa ajran adhima, na malipo makubwa. Malipo makubwa ni pepo, malipo makubwa ni radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kweli jambo la kufanya dhikri si jambo la kupuuzia kabisa.
Waqala ta'ala, hiyo ni suratu Ahzab aya 35 Na akasema tena Mwenyezi Mungu tukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi mno, wasabbihuhu bukratan wa asila, na mumsabihi asubuhi na jioni. Hii ni suratu Ahzab aya nambari 41 al-aya mpaka 42. Wala ayatu fil babi kathiratun ma'luma, na aya katika mlango huu, sawa, ndani ya mlango huu ni nyingi alafu maarufu hizi aya za dhikri. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadithi iliyopokelewa kwa Sayyidina Abu Hurairah, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Mkisikia masahaba mnatakia radhi, msikae kimya, tupokoe taalimu, sawa. Qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu lake. Unajua tunataraji kuingia peponi mabwana, lakini watu wa peponi watakuwa na majuto, na majuto yao ni sa'atan marrat bighairi dhikrillah. Watu wa peponi watakachosikitikia ni ule muda uliowapita, alafu muda huo ndani yake hawakumdhukuru Mungu, hawakutenda kitu cha kheri. Wewe msione dhiki. Sasa leo kutokamana na hali ya kura, sawa, hakuna wateja, hakuna harakati zote tunazoendelea nazo, tupo pamoja, mitandao imezuiliwa, haiko open. Sasa maridhika usiku mzima tumelala na asubuhi tulale, hatufanye taalimu kidogo. Huu muda ndio tunamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tunakisubiri kifungua kinywa ndio tusubiri hivi hivi, hakuna anayeshughulika na Qur'ani, hapana. Ndio tunaitana kama hivi, tunarekodi, tunatoa neno hili. Kwa hiyo msikae kwa ghafla, wala si sehemu ya kulala. Hii ni sehemu ya kusikiliza na kupata fadhila kama hizi, tukatekeleze kwamba kumbe kwenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu madhambi haya mmoja tu asokuwa na dhambi hapa nani. Jana usiku tulipofanya mkesha hapa, nimekataza wengine wasiende juu kwa sababu kuna wanawake, kwa sababu pengine ikatendwa dhambi. Usipotenda dhambi ya kivitendo utatizama tu wanawake na si halali yako, tukakatazana. Sasa dhambi tunazo, na umumu kuna watu washapata dhambi za macho. Mungu anawaona malaika, lakini mara nyingine mpaka sisi binadamu wenzie tunamuona, au bwana atizama mke wangu, atizama dada yangu, atizama binti yangu huyu. Huo ni upungufu wa kibinadamu. Sasa nafsi hizi zishawekwa automatically yake amaratun bisu, yani nafsi zilivyo zinaamrisha maovu. Usishangae tumekaa hapa, kuna wadada wafanya kazi wenzio, unawaza kuwatongoza na uwafanyie uzinifu. Yani hii ni automatically ya nafsi. Nafsi yako ingewekwa mezani hapa, pengine sote tungekuwa tunakuzomea. Unamke lakini hujaridhika, una mengine unayawaza majanga. Ndio maana nafsi inatahadharishwa na inawekewa mikazo. Haiachwi hivi hivi. Umekuwa mja matamanio, inakupeleka nafsi. Sasa nafsi haiachiwi. Tumeelewana vizuri Kwa sababu Abu Hurairah anasema hadithi hii, kalimatani khafifatani ala lisani, nikapa ni mepesi katika ulimi, thaqilatani fil mizani, lakini ni mazito ndani ya mzani. Mizani gani? Huko akhera huko kuna mizani itapimwa mambo mema na mambo mabaya. Wa annal mizana haqqun. Sheikh iskritani fil mizani, maneno mawili haya yatakuwa mizito katika mzani, na ule mzani ili uomboke vizuri itakiwa mzani wako uwe mwepesi, na mzani umesimuliwa ndani ya Qur'ani. Hem, tusome suratul Qariyah. Soma suratul Qariyah. Soma. Haya, soma. Wewe umeitwa nabii. Yawma yakunu an-nasu kal farashi mabthus wa takunu al-jibalu kal 'ihni al-manfush fa amma man thaqulat Atulia hapo. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, sawa
ama yule ambaye utakuwa mzito mzani wake. Endelea. huwa fi 'ishati radhiya, atakuwa katika maisha yaloridhiwa. Al-aishu nafsuhu ma'ishatan radhiya, fama balu hadhihi al-aish, nafsi yake itaishi sehemu iloridhiwa. Sawa, fa huwa fi 'ishati radhiya, atakuwa katika maisha yaloridhiwa. Endelea. wa amma man khaffat mawazinu, Asubiri, anasema amma man khafat mawazinu, ama yule ambaye mzani wake utakuwa mwepesi, umekhafifika. Maliza. Wa ummuhu hawiya, wa ummuhu hawiya, atakuwa katika moto wa hawiya, waliyadhu billah. Kwa hiyo tumeona hapa hadithi inasema maneno mawili mepesi ulimini kuyasema, lakini thaqilatani fil mizani, mazito katika mzani. Kwa hiyo tumeona kumbe mzani ukiwa mzito, maisha taradhiya, au sio bwana? Fa amma man thaqulat mawazinu, yani mawazini yake, mizani yake imekuwa thaqila, imekuwa nzito, fa huwa fi 'ishati radhiya. Tumeelewana vizuri? Sasa hapa hii ni dili tumefundishwa hii. Kwa hiyo kumbe kuna baadhi ya vitu ukivifanya mzani utakuwa mzito. Tumefahamu. Lakini sio hivyo tu, asema habibatani ila rahmani, maneno mawili haya pia yanapendwa mbele zake Allah, kwa Mwenyezi Mungu anayapenda. Sasa ukifanya kitu kumpendezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe utakuwa hali gani? Na walillahi khazainu samawati wal ardh, na Allah yeye ndo ana kila kitu. Hebu angalia tajiri wa kawaida tu akagundua wewe unamfurahisha, atakuacha hivi hivi? Sasa unaonaje ukimridhisha Rabbul Izza? Habari kubwa hizi. Maneno haya si ya kuacha hivi hivi. Anasema maneno yenyewe, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kumbe maneno yenyewe ni hayo tu, subhanallah, ametakasika na uovu Mwenyezi Mungu, wa bihamdihi, na himdi njema ni zake, sifa njema ni zake. Subhanallah, ametakasika na uovu Mwenyezi Mungu, al-azim, alokuwa mtukufu. Muttafaqun alayhi. Sawa, hadithi hii ameafikiana Imam Bukhari na Muslim. Ukisema muttafaqun alayhi, sawa jamani, maana yake Imam Bukhari na Imam Muslim hadithi hii wameipata kwa njia moja, japo ni mtu na mwanafunzi wake. Ni hadithi thiqa mno, sawa, daraja la juu kabisa. Wa anhu radhiyallahu anhu, na kutoka kwa huyo Sayyidina Abu Huraira, radhi za Mwenyezi Mungu zimuwe radhi, qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, anasema mjumbe wake Allah, rehma na mazo juu lake, la anaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alayhi shams, rawahu Muslim. Anasema kusema subhanallah, mtume anasema walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar, asema hilo nalipenda kuliko chochote chenye kuchomozewa na jua. Haya, wa anhu radhiyallahu anhu, sikilizeni hadithi nzito hii kutoka kwa huyo anasema, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mesikia maneno haya ya karilini, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nashukuru jana usiku tulivokesha niliyasema mara 100. Hadithi inasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Ina haja ya tafsiri nayo au tuhitaji hiyo dhikri tusio La ilaha illa Allah, tuendeni kwa pamoja basi.
la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hapana, hapa yuhyi wa yumitu hamna. Twende la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mafupi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Asema fi yaumi 100 marra, kwa siku ukiataja mara 100 fadhila zake. Kanat lahu adla 10 riqabin wa kuthibat lahu 100 hasana wa muhiyat anhu 100 sayya wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsiya wal yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila akthara minhu. Allahu akbar. Wa qala man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawm 100 marra huttat khatayahu wa in kanat mithla zabad al-bahri, muttafaqun alayhi. Mtu atakayesema maneno hayo tu mara 100, sawa, kana kwamba ameacha huru, sawa, shingo 10, lakini wakuthibat lahu 100 hasana, anaandikiwa thawabu 100 kwa kusema hivyo tu. Wa muhiyat anhu 100 sayya, na kwa kusema hivyo anafutiwa madhambi 100. Mashaallah, mashaallah. Lakini hupewa kinga ya shetani siku nzima mpaka kuna kuchwa. Tulosema tuna kinga hiyo, sawa. Walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi, na hakuna mtu yoyote atafanya jambo likawa lina bora, lina kheri zaidi, sawa, kama alosema huyo bwana hivyo mara 100, illa rajulun amila akthara minhu, labda mtu alosema zaidi yake ndo atamzidi kwa hiyo siku. Waqala, na akasema man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawm 100 marra, na atakayesema hiyo subhanallah bihamdihi, mimi nimeisema leo, hutatu khatayahu, ufutiwa makosa yake, wa in kanat mithla zabadil bahari, muttafaqun alayhi, hata kama yatakuwa na wingi kama lile povu la bahari. Baharini saa nyingine kuna kuwa kama mapovu, ile mawimbi yale, hata wingi ule, si unajua bahari ni kubwa zaidi. Tumeelewana vizuri? Haya, niruke hadithi moja nije nyingine. Asema wa Nabii Dharr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dharr asema amesimuliwa na Mtume, ala akhbiruka, nikupe habari njema wewe, bihabbil kalami ila Allah, kwa maneno mazuri kwa Allah. Mwenyezi Mungu anapenda. Asema inna habbal kalami ila Allah, hakika yenye kupendeza maneno kwa Mwenyezi Mungu tusema subhanallahi wa bihamdihi, rawahu Muslim. Tumefahamiana vizuri Naomba niruke kidogo ili nisikuchosheni, maana nataka kusoma kidogo tu, sawa. Anasema Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume idhan sarafa min salatihi, alikuwa akimaliza kuswali, istaghfara 3, akifanya istighfari mara 33, astaghfirullah astaghfirullah, sawa. Hapa na istaghfara 3, akifanya istighfari mara 3, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, akimaliza kuswali. Waqala, kisha anasema Allahumma anta salamu, Mola wangu wewe ni amani, wa minka salam, na inatoka kwako amani, tabarakta, umetukuka wewe, ya dhal jalali wal ikram, mwenye utukufu na heshima. Qil li Auza'i, akamwambia huyo Auza'i, wa huwa ahadur rawati alhadithi, na huyu ni mmoja apokezi, kaifa istighfar, asema hiyo istighfari yenyewe alikuwa anasemaje? Qala
taqul ni kusema hivi astaghfirullah, astaghfirullah. Sawa, ndio ilivyokuwa. Rawahu Muslim. Tumeelewana vizuri eh? Hadithi ya mwisho kwa leo. Anasema kutoka mpokezi wa juu hapo ambaye ni Abu Huraira radhi Mungu zimwe radhi, anasema ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allahu fi dubri kulli salatin 33, mwenye kumsabihi Mwenyezi Mungu kila baada ya kumaliza sala mara 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mara ngapi? Wa hamidallaha 33, na kamsifu Mwenyezi Mungu mara 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sawa. Wa kabbara Allahu 33, na kamtukuza Mwenyezi Mungu mara 33. Allahu akbar, Allahu akbar. Sawa eh? Wa qala tamamal 100, na akasema kutimiza 100 kwa maneno haya: la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Atakavosema maneno hayo anasema ghufirat khatayahu, hufutiwa madhambi yake, wa inkanat mithla zabadil bahari, hata kama zitakuwa kama povu la bahari. Rawahu Muslim. Hadithi hii ameipokea Imamu Muslim. Tumefahamiana vizuri eh? Naam. Sasa hapa ni mlango wa kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila mmoja ajitahidi sana kufanya dhikri. Nikupeni na machache ya ziada. Kitabu Da'awati, kitabu ad-Da'awati, mlango wa dua, mlango wa maombi. Babu fadli dua, mlango wa ubora wa dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, akasema Mola wenu mlezi wenu niombeni nitakuitikieni, au niiteni nitakuitikieni. Hii ni suratu Ghafir aya nambari 60. Wa qala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Anasema Mwenyezi Mungu, muombeni mlezi wenu kwa unyenyekevu, sawa, na kwa siri, hakika yeye hawapendi wenye kuchupa mipaka. Hii ni suratu Araf aya nambari 55. Wa qala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an, pindipo watakapokuuliza waja wangu kutokana na mimi, hakika mimi nipo karibu na kubali maombi wanaoniomba watakaponiomba. Hii ni suratu Baqara aya nambari 86. Wa qala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu tena, amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu su'a, ama ni nani yule ambaye humuitikia, humjibia, sawa, alokuwa amesongwa na matatizo pindi atakapomuomba na akamuondoshia zile shida zake kinyume chake Allah? Hakuna. Hii ni suratu Naml aya 62. Tena ukienda mbele utakuta kuna aya nyingi zinakuja a ilahum ma Allah, a ilahum ma Allah, nani yuko pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamu vizuri. Asema ni Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa mtume rehma na amani juu lake, anasema adwa'u wal ibada, sawa, adwa'u wal ibada, maombi ndiyo ibada. Yani mkitafuta ibada, basi kuomba ni ibada kubwa kweli kweli. Rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi. Hadithi ameipokea Abu Daud na Tirmidhi. Wa qala,
na akasema hadithun hasanun sahih, hadithi hii ni mzuri sana. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Saida Aisha radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibu aljawami'a min ad-du'a wa idha ma siwahu dhalika, rawahu Abu Dauda bisnadin jayyid. Anasema mtume alikuwa anapenda kukusanya katika maombi, akaomba hichi. Haya, wa Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Sayyidina Anas radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, anasema hii shikeni sana hii, kana aktharu du'a'i nabii sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa dua akiomba sana mtume, akiomba kwa wingi. Sawa, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, mutafaqun alayhi. Hii alikuwa akiomba sana. Japo leo sasa kuna dua zinaitwa maathura. Dua maathura ni zile dua ambazo zimepokelewa, yani alikuwa akiziomba mtume, umefahamu? Na zile ambazo sio maathura ni zile zetu sisi Kiarabu kingi, iliwe na matamshi mazuri, sawa, lakini zenye nguvu hasa ni hizi. Na mtu akiomba hizi inaonekana ndo kahifadhi hizo. Hizo nyingine hazikatazwi, lakini zile ndimi za mitume sallallahu alaihi wasallam, kwanza maneno yao ni wahai alayhimussalam, na yale maneno yao hayawi maneno kama ya watu wa kawaida. Kwa hiyo pia ni wajanja jinsi ya kumuita Allah. Kwa hiyo bora tutumie zile njia zao. Nitakupeni mfano. Nabii Ibrahim wakati anasema katika maneno yake ya dawa, anasema hakika huyo Mola wangu yumituni wa yuhyini thumma yuhyini, sawa, atanifisha na atanihuisha. Huyo Mola wangu yut'imuni wa yasqini. Umeona maneno haya? Yeye ndo ananipa mimi chakula na kinywaji. Lakini angalia statement hii, wa idha maritu fa huwa yashfini. Hapo ndio ilipokuwa nakuja, wa idha maritu fa huwa yashfini. Pale nitakapokuwa na maradhi, naumwa, ananiponyesha. Kwa maneno ya kawaida ukiyasema unaona kama yamekaa kawaida, yani ile wa idha maritu, ile lugha ilivyokuja, yani anamaanisha kwamba maradhi kana kwamba hayatoki kwa Mungu, yani kama nitakapoumwa kwa majanga yangu, kwa madhambi yangu mwenyewe, ila yeye atanipa dawa. Hakusema atakaponitia ugonjwa. Umeona nidhamu ya maneno? Ingekuwa mimi na wewe tungesema wa idha amradhani, atakaponitia maradhi atanipa na afya. Lakini sasa idha maridtu, nikiumwa mwenyewe kwa mwenyewe tu. Sasa watu hawa si mchezo. Au nkutoe hapo pengine hujaelewa vizuri. Tukija kwa Nabii Allah Yusuf alayhi wa ala nabiyina sallallahu, mbona hamuwatakii rehma? Nabii Allah Yusuf awa abawaihi wa kharu lahu sujada, sawa, alimpokea baba yake na baba yake akamsujudia pamoja na kaka zake, alafu akakumbatiana, akawapa full information ya safari yao ilivyotokea huko. Akaambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile ndoto yangu kaifanya ya kweli, amenipa ufalme na cheo. Alafu akasema neno idhnazagha shaitani baini wa baina ikhwati, tuliachana muda hapa, akatia ugomvi. Angalia maneno haya, kati ya mimi na ndugu zangu, shetani akatia ugomvi. Hakuanza kusema maneno mengi, hawa jamaa zangu walinitia kisimani, wabaya kama nini hawa, ndugu gani kama hawa. Yani ule ugomvi, na kati ndugu zake ndo walifanya vitendo viovu, lawama zote kamtupia nani? Kamtupia shetani, kwamba ina maana wa ndugu zake wazuri, mbaya nani? Idhnadha shaitani baini wa baina ikhwati. Mmeona mizani ya maneno haya Sasa hawa zile dua wanavyoziomba, nasi ndo iwe ulimi wetu tutumie. Japo hizi zingine hatukatazwi, lakini dua za sunna ndo hizi. Unaona hapa mama Aisha tena Sayyidina Anas, huyu Anas ibn Malik, Anas
radhiallahu ta'ala anhu. Huyu Anas huyu mumsikilize, ana mambo makubwa. Huyu alipelekwa kwa Mtume, rehma na amani juu lake, kumhudumikia Mtume. Ana miaka kama 7 au 6, mtoto mdogo, Sayyidina Anas bin Malik. Tumeelewana vizuri? Tena siku hiyo anapelekwa akiwa mdogo, na ule udogo wake anaonywa, asema wala tufshi sirra Rasulullah, usije ukafichua siri za Mtume. Tumeelewana vizuri? Hifadhi siri za Rasulullah. Anas eti miaka 7 anaanza kuonywa. Miaka Embu hapa sasa na hamamada hapa. Mmenielewa vizuri? Hapa na hamamada hapa. Kenge nyie na hamamada kidogo hapa. Sawa? Kuhifadhi siri kwa mtu anayefanya kazi ndani ni jambo la umuhimu kweli kweli. Huyu Sayyidina Anas, jamanini, mtoto wa miaka 7, anaambiwa Anas, usitoe siri ya Mtume sallallahu alaihi. Na Mtume taban alikuwa na wake 11, aliishi nao keshi wake 9. Akawa anapanga zamu zile, sawa? Na wanawake walikuwa akija kumchokonoa Anas. Vipi Mtume alipoenda huko kwa mama Aisha, alienda na vitumbua au? Hebu niambia, aliamka saa ngapi huko? Ukewenza ule. Alikuwa asemi mtoto huyu. Kitoto. Sasa asubuhi mtu mmoja anasema, aya, chai imetugomea sasa. Kwa sababu gesi imefanya nini? Imekwisha. Mmenielewa vizuri? Gesi imekwisha. Tumeelewana vizuri? Lakini sasa mimi nikasema, haya, leo kuna vurugu na vita hivi, tutapata wapi gesi? Yule mwingine kashasema, mbona jana tulinunua tulipeleka kwa sehemu. Kwani lazima useme hayo? Mmenielewa hapa kidogo? Lazima useme kwamba sehemu kulipelekewa gesi. Lazima useme vitu kama hivi. Si unanyamaza tu. Ni kitu kidogo, lakini vifua vile hatuna. Ile aklia tu. Umeshafahamu vizuri? Ukipata jambo kule, lakini pale nikampa ilmu. Nikamwambia, kwani wewe huwezi kumwambia ngoja tutafute na hiyo mpaka useme tulipata wapi? Inahusu nini? Tumefahamiana vizuri? Haihusu kitu hicho. Pita kule mama. Mmeona faida hii? Sasa yule mtoto anapelekwa, Sayyidina Anas anambia wala tushi sirra Rasulullah, usio mwenye kuporojoka siri za Mtume. Unajua maisha nyinyi hamyajui, lakini alalam, sawa, huu ulimwengu huu unaendeshwa na siri nyingi sana. Yani secret, siri ndo maisha. Na mtu yoyote asokuwa na siri, huyu bomu. Yani siri ndo mpango mzima. Ila siri ziko makundi haya mawili. Kuna asrari kulli. Kuna asrari kulli na ajza. Kuna zile siri zote jumla anazijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, za watu wote. La kuna zile ajza, zile juz'i, sawa? Zile siri za mtu mmoja unazijua wewe na Allah. Yani hapo mfukoni kama una 200 tu, unajua wewe na Allah. Sawa? Sasa siri ukijua zina umuhimu, ndo zinasababisha maisha haya yakaenda. Ndo maisha yalivyo. Hata hizi namba za simu zote hizi, miamala benki zote kuna siri. Sawa? Hembu toa siri ya password yako ya pesa humo. Angalia nyinyi mkitaka kunitolea, mabinti wale kitaka kunitolea pesa, huku kote kwa miamala kwa namba ya siri nikifikia unakuta nafanya hivi ili asione, kwa sababu ile ndo siri yangu, ndo mafanikio yangu. Akiona siku nyingine atadraw muamala, si ndio hivyo jamani? Sasa ukijua umuhimu wa siri, Allah kuna siri zake kamfichia mpaka habibi wake, mpaka kimpenzi chake Mtume sallallahu alaihi. Yani hizo siri kafichia mpaka malaika hawajui. Na Mtume pia ana siri zake. Alimweka mmoja tu anaitwa Hudhaifa al-Yamam, ndo msiri wake. Si kila ukweli lazima useme, muwe na hali ya siri.
Mmeona hapa tumekusanyana hapa. Hatujuani afya zetu. Inawezekana unajijua waliadhu billah kwa sababu ni katika tishio la maisha. Hapo ulipo wewe ni muathirika wa ukimwi. Inawezekana. Na nikisema hivi tu tayari roho isha. Lakini unaficha kwa sababu nikisema watanitenga, pengine nitakuwa siji hapa tena, nikimshika mtoto nitakuwa natolewa macho. Sasa kwa sababu ya siri imefunikwa, kwa hiyo wote tunaonana wazima tu. Umeona umuhimu wa siri? Jana hapa mlikuwa mkicheza kidogo mazoezi kidogo. Sawa. Mnabalishana viungo, hamna wasiwasi kwa sababu sikuna siri. Lakini mngekuwa unajua huyu bwana afya yake mbovu, msingegusana. Mnakutana sehemu halaiki ya watu mmejaa. Kwa mfano hapa sitakula pamoja. Lakini waweza ukakuta mmoja wetu ni mchawi hasa, kwao walitoka na siri za uchawi. Isa mfungulie huyo. Tumefahamiana vizuri. Umeona? Mmoja katoka na hali hizi nyumbani kwake za uchawi. Tumeelewana vizuri. Lakini kwa sababu ndani yake kuna siri, hamjui. Kwa hiyo tutakula naye, tutaamka naye. Kwa hiyo siri ni maisha makubwa sana. Na ndio maana kuna siri nyingi hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujua atakufa lini. Sawa Na sisi wote pia hatujui hizo katika siri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib, anasema yeye ana funguo nyingi za siri, la ya'lamuha illa hu, na anajua peke yake. Kwa hiyo Sayyidina Anas aliambiwa bwana wewe nenda pale. Na huyu Sayyidina Anas bin Maliki alimtumikia Mtume kwa umri mrefu sana. Na alimsifu Mtume, asema Mtume alikuwa ni bosi ambaye hakuwahi hata siku moja kuniambia amartuka kadha wa anta faalta kadha le faalta kadha. Hajawahi kuniambia Samii ndugu yangu nimekwambia fanya hivi afu wewe unafanya vile. Na hapo alikuwa na utoto. Sawa, lakini zawadi alizozipata kwa Mtume, kwanza aliishi umri mrefu sana. Na Mtume alimwombea dua Anas, akamwambia awe na mali nyingi na watoto wengi. Huyu sahaba alikuwa tajiri mkubwa na aliacha watoto 300 duniani. Watoto 300 duniani. Na huyu ni katika watu ambao walishindwa kuuawa na Hajjaj bin Yusufa kwa sababu ya siri alizozichota kwa Mtume za dua. Sasa hapa anatuambia akthara du'ain nabii. Mtume alikuwa akiomba sana dua yake kwa wingi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tumefahamiana vizuri Sasa nafikiri wakati tulikuwa tukisubiri chai hizi naona kama zitosheleze, lakini lengo tujitahidi kumuomba Allah. So kuomba jambo muhimu sana, msiwe wavivu kuomba dua. Wenzetu wa Pakistani wanatushinda kweli. Mtu anaomba dua masaa kadhaa ametulia. Wewe ukitoa salamu alhamdulillah rabbil alamin, hapana. Kila nyuma ya sala dua inakubalika. Na nikutajieni baadhi ya nyakati ambazo dua pale ukiomba zinakubalika. Baina ya adhana na iqama pale, pakishadhiniwa tukisubiri iqama, tia dua pale zinakubalika. Lakini kila baada ya kumaliza kuswali tia dua pale zinakubalika. Ukiwa umefunga baina ya saumu na futuri na kufuturu pale, tia dua zinakubalika. Ukiwa na mvua imenyesha kuna kwa na rahma nyingi, omba dua pale inakubalika. Fi jawfil laili, usiku mkubwa kuelekea alfajiri ile thuluthi ya mwisho, tia dua zako pale, maombi huwa yanapita pale. Sawa Ukimwona mtu mwadilifu mtake dua zake zinakubalika. Lakini wazee pia dua zao zinakubalika. Lakini watu wengi wamezoea dua ya mtoto kumwombea mzazi. Kumbe iko hadithi nyingine, dua ya mzazi kwa mtoto hairudi. Kwa hiyo kila mmoja amwendee mamake, babake, amtake dua muhimu sana. Kama hawapo babu, bibi, unakosaje dua za mama? Mwambie mama akutilie dua. Mama akutilie dua. Dua zake zinakubalika. Lakini pia wanazuoni wacha Mungu pia maombi yanakubalika. Na mambo hayaendi isipokuwa kwa dua. Tumeelewana vizuri Hivi sasa tupo ndani ya uchaguzi. Najua madua yamepita na hali ndio hii. Zisingepita dua kabisa ingekuwa hatari. Hakuna mtu alikuwa akiomba dua kwa wingi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam.
kila saa naomba. Kwa hiyo na sisi tujiombee. Mimi nasema tu hali hazifunguki, umeomba au wavivu tu kuomba. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kuomba si lazima uombe Kiarabu kama hujui. Sasa si unaongea Kiswahili, kwani Mwenyezi Mungu hasikii? Anasikia, lakini wa alaihi an tataallama walau bisafarin. Lakini lazima ujifundishe dua pia za Kiarabu hata kama upo safarini. Kuna kile kitabu kinaitwa Husnul Muslim, kina dua mbalimbali kile. Sawa miaka kama 4-5 Sheikh wake alikufa wa kile kitabu, lakini aliweka vitabu vingi sana. Kwa hiyo leo tumeona umuhimu wa kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini umuhimu wa dua. Na ndio maana leo Uzaifa, Shurem, Saidi wamelala usiku, lakini tumeamka tumesali. Hata muliamka tuliswali na tuliomba dua na tulifanya adhkari kwa uchache tu, tena tulisalia hapa. Wanawake amemka mama tu na nani na Thuaiba, wengine wamelala. Lakini nilikuwa ni dua mukhtasar, na siku ya Jumatano ndo Alhamisi, na siku ya Alhamisi maombi huwa hayarudi. Kwa hiyo yale tuloyaomba tunatumai leo tutapata. So ni siku ya dua moja kwa moja. Hasa hizi siku zenye joto hizi, sawa, watu wameharasiwa, basi unapodia tutia dua zako pale, basi mambo huwa yanapita kwa haraka sana. Haya, baada ya kuyasema hayo, kama kuna mwenye swali lolote aulize. Baki chai ya saa 6 kasoro, hii habari yake kubwa hii. Mwenye swali aende, alafu tuulizieni tena chai kama ziko tayari. Naam Sheikh. Nataka kuswao huyo, sababu kuna baadhi ya mashehe wanaotofautiana baada ya huyo mtunza siri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna jamaa nilimsikia kwamba Ibn Mas'ud ndiye ambaye alikuwa mtunza siri. Na mwingine nilimsikia kwamba huyu ambao umemtaja hapo Hudhaifa. Lakini kuna mwingine akasema hapana, kuna mwingine yule nani anakuwa wataja wawili. Naam. Sasa ndiye ambaye alikuwa akitunza siri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata katika fadhaila amali imekuja ni Hudhaifa al-Yamani, kwa sababu Umar radhiallahu anhu alimfuata Sayyidina Hudhaifa akamwambia, embu hayo majina ya wanafiki, maana kulikuwa kuna majina kwenye kitabu chake. Najua Mtume kuandika yeye alikuwa hajui wala kusoma, kwa hiyo mwandishi wake huyu pia akamwambia, embu fungua hayo majina ya wanafiki nione nani na nani katika masahaba wanafiki. Hudhaifa akamkali akamwambia, hadha sirrun baini wa baina rasuli, hii ni siri ndugu yangu mimi na Mtume, wewe inakuhusu nini? Niambia. Hata mimi Umar niambia, wewe uhusiki kuisikia siri ya Mtume, siwezi kukupa siri. Tumefahamiana vizuri. Akamuuliza kwa upande mwingine, basi tuachane na hayo. Na huyu hakuwa mbea, sawa, mama hakuwa mbea kwamba alikuwa wasiwasi, sije nikajiona niko safi afu kumbe mimi ni mnafiki. Akamwambia, mimi lengo langu bwana, basi nauliza tu katika hayo majina ya wanafiki mimi simo, ili njiweke sawa mapema. Akamwambia, we humo? Ambia alhamdulillah. Akamwambia, sasa nakupa jingine. Ambia jingine, unaolipa lipi? Ambia kwa sababu ili hutopata faida ya siri. Akamwambia, ukiona swahaba kafa alafu Mtume hajaenda zika, ujue huyo alikuwa mnafiki. Tumefahamiana vizuri? Ujue huyo alikuwa ni munafiki. Kwa hiyo huyu bwana alizihifadhi siri za Mtume, na japokuwa siri si kwamba itaishia kwake, kuna siri nyingi zilitokea. Hata siku moja binti yake Hafsa alivyoachwa au alivyofiwa, sawa, akamfuata Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq, akamwambia, rafiki yangu binti yangu Hafsa, sawa, binti yangu Hafsa. Kwanza akamfuata Uthman, akamwambia Uthman, wewe mashallah na pesa,
binti yangu. Sasa Sayyidina Abubakari hata kumjibu, kaondoka hivi hivi. Lilimkasirisha hili. Mambo gani bwana? Ndio mnajisikiaje? Mimi nakwambia binti yangu ndio uniache hivi hivi. Kumbe hapa hakukusudia ubaya Sayyidina Abubakari. Alikuwa kuna siri kwamba mtume alimuita Sayyidina Abubakari. Akamwambia, tumeelewana vizuri? Bwana, mimi namtaka yule binti wa Umar. Umeelewa vizuri? Nataka tena wewe ukaniposee nichukue. Umeelewa vizuri? Na miongoni, unajua maisha ni siri kama nilivyosema mwanzo. Na binadamu wana asili, umeelewa vizuri, ya kutafuta mambo mazuri. Ila mambo mazuri hayaonekani kwa sababu ni siri. Tumeelewana vizuri? Haya, mtaka mniambie mimi sina hata shilingi 10 hapa nilipo. Nayo au sina? Bila shaka ninayo. Sawa? Sinayo. Umeona? Majua nayo. Si ndio maana mmekuja? Ila sasa mkiitaka si mnaniomba, si ndio? Ili pale nilipoweka mkachukue nikupe, kwa sababu kuna siri. Mngejua zilipo hata msingeniomba. Ni kweli si kweli? Msikitini pale, kama mngekuwa mnajua zile sadaka zinakaa kwa kibubu kile, mngevunja. Tumeelewana vizuri? Sasa miongoni mwa vitu ambavyo ni vizuri vinaenda kwa kufichwa. Yaani mambo mazuri yamefichwa kwa sababu kila mtu anayataka, na akiagundua yalipo hayaachi. Ndio maana mtu katika kazi, bwana tupeane siri kaka, nipe mchongo. Sasa ukiona humpi ule mchongo, anaanza mengine, yule atakuwa Freemason, ana imani za kishirikina. Haiwezekani bwana, mbona si atupati? Sasa pia miongoni mwa mambo mazuri ni uchumba. Ila uchumba unatakiwa uwe siri. Tumeelewana vizuri? Inawezekana unaye mchumba mzuri umempata, alafu sasa wewe huna siri. Kila sehemu unaanza kusema tu, jamani hatari. Hatari nini? Hapo nyuma hapo naoa. Sasa watu wanaanza kina Mzee Isa, kumbe hapa mtani kuna binti mzuri hatujamuona Sheikh. Unakuta watu wanazunguka upande mwingine, mchumba wako anaenda kuolewa na hatamu. Umeona habari hizo? Kwa sababu hukuficha ile siri. Sasa huyu akawa huu chumba ni siri. Sasa nikianza kumwambia Umar mwenyewe pengine akashangaa. Umeelewa vizuri? Akaanza kuharibu uchumba wa mtoto wake mwenyewe, ikabidi anyamaze, hajamwambia kitu. Sasa nikimwambia sitaki nitamkera. Nikimwambia mtume kashataka, nitakuwa nimevunja siri, akakaa kimya. Basi akanuna. Baadaye anaona Sayyidina Abubakar anaenda kutoa posa. Bwana, mtume ndo anamtaka binti yangu. Mbona hukuniambia? Ambia, si uliniambia pale, wewe ufikiri ningesemaje? Nilikuwa nasubiri mambo yaive kwanza mtume yuko serious na jambo hili. Hapa tunajifunza mambo ya nini? Mambo ya siri. Kwa hiyo alikuwa Hudhaifa bwana. So mpaka Amir al-Mu'minin Umar akamuuliza mambo kama hayo. Kwa hiyo siri ni kitu muhimu sana. Nimalizie mawili sasa katika siri. Pia inasemekana, na ndivyo ilivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuita binti yake Fatima Zahra. Anampenda huyu. Alikuwa akigonga mlango anaamka kumfungulia mwenyewe na humbusu usoni. Akamnongoneza jambo. Alipomnongoneza, basi akalia sana Saida Fatima. Basi wakeze mtume mpaka wakawa na wasiwasi. Yule kaambiwa nini namna ile na babake? Mpaka analia. Ingekuwa watu wa siku hizi fikra zao chafu au katongozwa. Mtume akamuonea huruma, akamuita mara pili, akamnongoneza tena. Akacheka mpaka magego yakaonekana. Lile liliwasawijisha. Basi kila siku anamngangania, tuambie bwana. Bwana tuambie, hasa wewe mama Aisha, tuambie. Asema hizi siri mimi na babangu. Wakaachana. Wakati alipokufa mtume, kumbe hawajasahau sallallahu alaihi. Wakamwambia hebu tueleze ile habari. Akaambia bwana, ile habari bwana ilivyo, mtume aliniambia Jibril mara nyingi huja Ramadhani mara 2 mara 3 kunidarisisha Qur'ani. Lakini mwaka huu simuoni kuja. Ina maana iktaraba ajali. Inaonekana mimi mwanangu nakufa. Alivuniambia vile lililia sana. Sasa jambo kama lile ningekuambieni hebu semeni, simngeanza kuchanganikiwa. Au mimi ndo naachwa na kitoto kama hichi, hizo itakuwaje?
Ikabidi nifanye siri, na mtume aliniamini kwamba hii ni siri. Wenyewe wanasema, mmenielewa vizuri mazingira yalivyo. Ukimwona Faiz Sheikh Uthman anakuita alafu anakuambia mzee Isa hayupo hata sasa, umesikia bwana Faiz? Ukiona tu anaangalia hivi hadithi hiyo, ukiona anaangalia hivi, basi wewe jiongeze kiutu uzima, ujue hiyo ni siri, sio mpaka nikwambie usije ukasema. Umenielewa vizuri? Lakini hatujiongezi sisi. Ukiona tu mtu anaangalia huku na huku, ujue hiyo ni nini? Hiyo ni siri. Tumeelewana vizuri Haya. Kisha la pili, ukacheka sana, ilikuwa sababu nini? Akamwambia la pili bwana, mtume alivyoniona nalia sana, akaniambia hata katika wale wanawake 4 peponi watukufu, we mwanangu utakuwa miongoni mwao. Basi akafurahi sana. Tena mtume akasema wala yusalu rajul fima dharaba mraata. Angalia siri hizi. Mmesikia jamani? Mmesikia mzee Isa? Ukimwona mkeo kampiga binti yako, wasuluhishe tu. Msiwe mnaishi kupigana. Lakini mtu pia haulizwi, haya kwa nini ulimpiga mke wako? Usimuulize mtu hivyo. Sawa? Una siri ndani nyingi. Wewe umeona mtu kampiga mke wake, wewe la kwako ni nasaha. Haya maisha ya kupigana bana sio mazuri. Au kama hamko sawa, basi arudi kidogo nyumbani. Lakini wewe unaanza, hebu niambie ulichompigia aswa. Mambo haendi hivyo. Sawa? Allah mwenyewe anasema wala tajassasu. Msipekuane, msiwe mnachunguzana. Kuna tabia ya uchunguzi. Siku hizi umbea ndo mpango mzima. Yaani mtu anachimbua mambo hata yamuhusu. Sawa? Na ukiyaona mambo usiseme. Afadhali ulaumiwe. Sawa? Kwa nini umeona hujasema? Sawa? Hasa nyumba yetu hii. Afadhali ulaumiwe, kwa nini shekhe hujasema, kuliko ukalaumiwa kwa nini ulisema. Mnanielewa? Sasa mbaba mzima na ndevu zako utakweumbea. Hani uliniona wapi? Mzee Isa tuambie ulivyosema, ulivyomwambia shekhe. Sema. Wacha tukulaumu shekhe, unaona vitu kama hivi umekaa kimya shekhe. Utakuwa na cha kujitetea kwamba shekhe niliona ni fitna, lakini mwendo huu si mzuri. Sawa? Lakini wewe ukisikia tu shekhe, hapana. Siri ni jambo kubwa. La mwisho, mama mmoja akibani Israeli, kisa kirefu, lakini alifanya machafu na mtoto wake wa kumzaa. Ama Bani Israeli wana vituko, hakuna mfano wake. Bani Israeli wana vituko sana. Mama alifikia stage, mazingira tu, akafanya uchafu na mtoto wake wa kumzaa na akashika ujauzito. Alitoroka mji yule mama, akaenda kutubia, akalia, akazaa mtoto wa kike. Baadaye anakuja katika mji, yule mtoto wake aliozaa naye hakujua kama alimpa mama yake mimba. Anataka kumuoa kile kilichoolewa, kile kilichozaliwa. Mama alitatizika kweli kweli. Akamwambia huwezi kuoa mke mwingine, ambia huyu ndo namtaka mimi. Ambia makubwa. Na kile kitoto nacho anasema huyu na mimi ndo nataka anioe. Huyu mama alitatizika. Unajua kisa ilikuwa vipi? Huyu mama ana kijana wake wa kiume. Kuna kauli hizi mbili. Sawa? Kuna kauli hizi mbili. Unajua wanawake hao wana wasiwasi sana na sisi. Yaani hawa mama zetu wana wasiwasi na sisi watoto wa kiume. Sasa huyu mama akibani Israeli alikuwa na mtoto wake, kila akiamka asubuhi kashika tama tu hivi. Kashika hivi tama tu hivi. Huyu mtoto wangu mzima kweli? Wewe uko sawa? Kashika tama tu hivi. Sasa mama huyu akamkodishia mtoto wake wanawake. Ingieni bwana ndani kwake, mkamchezee ngoma, mumshawishi. Yule akawa anatizama tu hivi, hafanyi kitu. Mtihani gani huu? Akachukua watu, akamtafuta mwanamke mwingine, akamvalisha nguo ghali, akamwambia hao wanakula hela zangu tu bure. Hebu nenda wewe. Kuingia yule, ambia bwana yule mtoto wako kashika tama tu ananiangalia hivi. Yule mama akasema wahuni wakubwa nyie, mnalia tu hela zangu, nipe hizo nguo kavaa mwenyewe. Akaingia yeye, alipoingia yeye, yule mtoto akashughulika.
Anasema hii habari kubwa hii. Umeona? Hii habari kama mtihani tu wa Allah, kama mtihani tu. Lakini wengine wanasema yule mama alikuwa mtoto wake ana geto lake. Ana chumba chake. Kila kishafika saa 1 jioni anaingia mwanamke mle ndani. Yeye mwenyewe yupo kazini. Mama sasa hizi, haya, fulani yupo. Yupo katoka kidogo. Haya, anaingia. Sasa yule mama akajiuliza siku moja, hao watu wanaoingia kwa mwanangu kila siku wanawake tofauti. Tumeelewana vizuri? Kila siku wanaingia tofauti. Nini, kuna kitu gani kinachoendelea? Ili unaweza ukaliuliza hili. Tena hapa nimepata kitu cha kusema kwa vijana. Nimepata kitu cha kusema na mambo mawili ya kusema. Na mambo mawili. Kwanza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa inna ad-dunya hilwatun khadhiratun. Alafu anna Allah mustakhlifukum fiha. Anasema dunia ni tamu. Alafu ya kijani. Na Mwenyezi Mungu akupeni mamlaka juu yake. Alafu akasema fattaqud dunya wattaqun nisa. Ogopeni dunia na waogopeni wanawake. Hakika fitna ya kwanza kwa Bani Israeli imeanza kwa wanawake. Nikwambieni kitu kimoja. Hapa katika umri huu wa kina Saidi. Katika umri wa kina Saidi kuna kijana wa karibu wetu, karibu li. Sawa? Katika vijana wa karibu yetu sisi. Kijana mzuri, mpambanaji, fighter. Tafuta maisha kweli kweli. Anakaba mpaka penalty. Lakini maskani hizi na jobless. Yuzi kadanganywa na mtu kalambishwa bange, kavuta ile bange. Imezibua kichwa chake mpaka sasa hivi chizi. Chizi yuko mental case, chizi. Mmesikia? Yani chizi, na nyinyi mnamjua. Yani usidanganywe. Hii mihadarati kaa nayo mbali. Inaanzia sigara. Yani usikubali. Hili la kwanza fi asr na hadha, hichi ni qissatun waqi'i. Ni jambo limetokea. Kijana mmoja tushampoteza, na matatizo ya akili kwa mimi tabibu waga hayaponi moja kwa moja. Kila ukija mwezi mchanga lazima ubutuke. Akili ni kitu cha kulindwa kweli kweli. Akili ni kitu, na watu wengi wamelipuka wengi. Hao wanaolitwaga vichaa hapa asili yake bange. Tumeelewa vizuri? Msikubali magrupu, msikubali. Cha pili nisikilizeni kwa umakini sana. Kuna kijana mdogo ana mke, tumemwozesha wenyewe. Yule mke wake kajifungua na kitoto kinanyonya, la haula wala quwata. Kaenda kuvamia jina mke, tamaa tu. Kaenda kuvamia jina mke, yule mwanamke ana ukimwi. Yule kijana ninavyosema analia kama mtoto, Sheikh Uthman nifanye, nikamwambia ufanye nini sasa? Akapata ukimwi. Ule ukimwi akaenda kukutana na mkewe, yule mkewe akapata ukimwi, alafu kile kitoto kidogo kikawa kinanyonya nacho kikapata ukimwi. Kitoto cha pekee anakipenda. Sasa anasema, Shekhe, nimeua watu wote hawa. Sitarajii kama mtoto wangu atakuwa tena. Nikamwambia wewe ni dhalimu mkubwa sana. Unamuua mtoto huyu, mtoto mmaua. Tamaa. Umauti nyuma, hii tamaa ya fisi, si ushaoa wewe. Kawia ufike. Kwa hiyo pia hizi sinaa hizi habari zake kubwa. Mimi ndo nina siri ya kitabu chote. Mwajua kati ya sisi kuna mmoja wetu ameumia. So mimi daktari, si lazima nikwambie bwana huyu kaumia. Kuweni makini. Msiwe na tamaa za fisi. Ngono zenyewe mzijui, mnaenda ovyo mwisho mnakufilia mbali. Bado wadogo nyie. Yani ndo asubuhi kabisa. Hii dunia ukifanya maskhara itakuonesheni. Subira ni kitu muhimu sana. Lakini mna haraka. Sasa wewe kijana hivi unavuta bange namna kama hii, sisi wazee wenu hatujavuta, si mtihani mkubwa huu? Mtihani mkubwa. Udkhul fi silmi kafa. Ingia katika dini mzima, na yote haya yataepushwa na madua. Kwa hiyo msiufuje ujana wenu. Na ukimwona mtu huyu hapa nilikuwa nikimkataza kwenye nini zile PS na wauni kule kumejaa wauni na wavuta bange kule. Wauni na wavuta bange wamejaa kule. Msiende ovyo, mkifanya maskhara mnakwenda na maji. Kwa hiyo mama akibani Israeli yule, tufunge maneno hapo sasa. Ikafikia stage akaenda akazaa porini huko.
Sasa anarudi mama yule mjini, watoto wataka kuoana. Sasa akamwendea Nabii Musa akamwambia, "Hebu nenda katizame Mungu kanikadhibikia kiasi gani." Nabii Musa alipoenda kwa Allah asema, "Faina hiya." Yule mwanamke kaniuliza eti position yake kiyama ni wapi? Allah anambia Nabii Musa, "Tizama huku kuliani." Ile kutizama kulia, lo, kaona pepo kubwa hiyo kuliko hata ya manabii. Nabii Musa akamwambia yule mama, "Bwana wewe una pepo." Yule mama asema, "Mimi au mtu mwingine? Wewe umekosea nini? Mimi si nimezini na kijana wangu." Unaona katoa siri sasa. Hebu kaniulizie. Kufika pale Mungu ambia, "Tizama kushotoni." Kutizama kushotoni, narun tataji, moto mkubwa kweli kweli. Asema, "Ya Rabbi, mbona hivi tena?" Ambia kwa sababu mwanzo alivyofanya huu korofi wake limstiri ni mlipe pepo. Na Allah la yuhibbul jahra bisu. Dhambi zinatendeka ndio binadamu, lakini Allah apendi anayejiintroduce kwa zile dhambi. Na hasa mtu akifanya machafu ya uzinifu haoni kama amezini mpaka ahadithie. Vikae vijana vihadisiane kama vishetani. We acha tu. Umeona, hiyo Mungu apendi kabisa. Na hata mtu awe shekhe, "Wewe umefanya hiki," kataa. Kwa sababu anaandika dhambi na kufuta ni Allah. Mimi hapa sijawahi hata siku moja. Mungu wake sijawahi. Sijawahi. Wewe huwezi kuona unatubu mpaka ukaeleze. Hayo mambo yapo kwa Kristo huko. Enda kumtajia padri wako dhambi zako. Huku kwenye Uislamu hakuna vitu kama hivyo. Hauna shehe anayefuta dhambi. Na shehe akisema anafuta dhambi atafuta majanga na Waislamu. Kwa hiyo pia vile vile ubinadamu ni kufanya dhambi, ni kuteleza. Lakini tukiteleza tutubie, lakini pia tusiseme. Na ukisema unahamasisha wengine. La mwisho, kuna vijana wameingia kwenye masturbation. Hawajawahi kuingia kwenye kitu hiyo, ila baada ya kuhadithiwa wakajua inaendaje vitu kama hivyo, kwa hiyo wanachosha akili zao. Kwa hiyo ukiona sehemu wamekaa vijana story zao za kipuzi, usikae. Wahepe, kaa nao mbali. Lakini ndio watu wanapenda kusikilizika vitu kama hivi, huko ni kupotoka kukubwa sana. Umekutana na vijana wenzio, basi mnacheza mpira kidogo. Ukiona muda wa sala, achana na mpira, nenda kasali. Ongea na vijana ambao unajua kuna makundi mabaya sana, wanataka kazi, wanataka future. Kuna vijana wakisoma wanahisi kwenye kusoma watotoboa, hao ni vijana wazuri. Sawa? Kwa sababu neno la mwisho, maki kila saa simalizi, la mwisho hili sasa. Miongoni mwa marafiki wabaya 20, kuna rafiki ambaye ukiwa naye wallahi utajutia maisha yako mpaka unakufa. Unajua kuna baadhi ya majuto baada ya muda utarekebisha. Mmenielewa vizuri? Lakini kuna baadhi ya majuto utajutia mpaka unakufa. Mfano upande wa wanawake, kwa sababu nao watatusikia. Binti ulikuwa msichana, umetembea na makumba uhenga, manunga embe, wamekupeleka vibaya, umeziniwa, si msichana tena. Umenielewa vizuri? Alafu mpaka umezalishwa, umezaa. Sasa wewe maisha yako yote utakuwa ni mwanamke wa baba wawili, na ili haliwezekani. Sawa? Mume wa kwanza ambaye amekuzalisha, umeona sasa, sawa, atahitaji huduma kwa mtoto na nini, na huyu wa pili, kwa hiyo utakuwa unachanganya mambo. Na sifa ya usichana utakuwa hauna, kwa sababu ulifanywa machafu kwa sababu ya mkumbo. Sawa? Umeona wanawake wanaenda club night, umeenda nao, hawa utajutia mpaka utakufa. Hii dhambi haiwezi kukuepuka. Upande wa vijana wa kiume wengi, umetoka na vijana, ulikuwa mzima na vijana wenzio. Baada ya kutoka na wao, mmeanza kuvuta sigara, bange, miraa ile mirungi, mwisho madawa ya kulevya, mwisho kabisa unatetemeka kama mashine, uwezi oa tena na kadhalika. Sasa hapa unajikuta utajutia maisha yako jumla mpaka unakufa. Kwa hiyo kuna baadhi ya rafaka usu, marafiki waovu, kaa nao mbali. Tena kuna wengine wabaya, ukiwa nao kama marafiki utarudisha ile registration mapema kwa Mungu. Yani utakufa mapema kabla ya wakati wako. Lakini kuna marafiki wengine ukiwa nao 5, utatoka nyumbani kwako, watakutoa nyumbani, watakupeleka jela, utafungwa. Na kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao, elimu kwako itakuwa kituo cha polisi. Wewe una marafiki waambia, kwani walosoma wana nini? Wameenda wapi? Kama rafiki yangu hapa anasema baba mwenyewe kaisha darasa 7 na ana magari.
Soma bwana, usijidanganye, soma. Usiwe sanguini. Unaona mchezo? Hizi kazi zetu za kukamata majini hizi tunaziweza mwenyewe. Hizi hazina formula hizi. Sawa Elimu kwanza. Hakuna maisha ya shortcut. Elimu kwanza. Tena umeona? Kwa hiyo watoto ndo walivyo hivi, akiambia amka uende shule ukafanikiwe. Umeona? Mbona baba hajui Kiingereza? Mbona baba hajasoma? Hapana, vitu kama hivyo. Yaani wewe soma kweli kweli. Sasa kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao, ambia wewe huwaoni watu wenye masters zao watembea na CV zao kwa madadala makonda tu. Hapana bwana. Kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao, elimu kwako itakuwa kituo cha polisi. Lakini pia kuna baadhi ya marafiki Sheikh ukiwa nao utaonekana mwenda azimu hata kama zimo. Jamani, kweli au si kweli? Yaani kuna watu ukiwa nao wasema huyu amnazo. Sawa, heshima hauna. Sasa wewe unakuwa na marafiki kanyoa kiduku. Niambie ukweli. Suruali kashusha. Watu watakiwa wavae nguo, wao wanashusha nguo. Uwe na marafiki kama hao. Ametwiga heleni. Mwanaume mzima kapaka hina afu ana kipini puani. Saa nyingine kasuka. Huyu ndo rafiki yako. Wewe watu watakuona una akili wewe. Huwezi kuwa na watu kama hao. Hasa mwanaume, mwanaume ndo umeregeza suruali, mwanaume kweli. Sasa kwa hiyo kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao hata uwe na akili watu watakuona huna akili. Lakini pia kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao utaonekana omba. Yaani kuna baadhi ya marafiki hata wanahamasishana kuomba. Oya nitoe chabuku mwanangu. Nitoe buku 2 tu. Oya nitoe jelo. Yaani unakuta pale Ilala mnaenda mnakula, linatokea kijana zuri lina afya zake, alafu linaomba sister. Mpaka mtoka wewe kafanye kazi wewe. Na kuna watu kuomba haoni kwamba ni haya. Lakini pia kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao utakuwa mtu wa madeni mpaka kufa. Yusuf, mtu wa madeni kaa naye mbali. Yeye anaanza kukopa tu, maana nasikia sijui kuna benki fulani inakopesha. Au tutoke. Yaani yeye haoni shida. Hasa hapo ulipo, hata mke una kitumbo chako, una madeni kama yote. Je, ukioa? Kuishi bila madeni inawezekana. Kwa hiyo mwongozo wa dini ndio huu. Swali hilo ndio hilo moja tu. La mwisho kuna swali jingine? Naam Sheikh Mzee Isa. Wakati huo wengine wakaangalie basi mambo ya chai, maana huu ni mchana kutwa huu. Mimi mfano naulizia kwa Mtume alikuwa na sallallahu alaihi wasallam na akawa anaishi nao kindoa ni wanawake 9. Hapo labda kwa fanuzi hao wawili walikuwa vipi na hao 9 walikuwa vipi? Yaani maana yake katika wakeze 11 kuna mke wa kwanza anaitwa Bi Khadija. Huyu alikaa naye miaka 25 wa kuongeza mwingine mpaka kafa. Kwa hiyo alipokufa akaoa hawa wengine 10. Sasa katika hawa 10 mmoja alikufa kabla yake. Sawa? Kwa hiyo alifanya ukewenza kwenye hawa 9 kwa sababu hawa 9 ndo aliwaacha. Yaani maana yake ndio. Hajaacha hata mmoja. Hajaacha, wote walikuwa nao pamoja. Yaani walimuacha, yani walikufa. Ina maana kama wasingekufa angekuwa nao wote. Ina maana tunasema wanawake wawili walikufa kabla yake. Sawa Ila hawa 9 yeye ndo aliwaacha. Kwa hiyo alikuwa anafanya zamu na hawa 9 kwa sababu ndo walibakia, wale wawili walishakufa. Hapo sanshelo. Hapo umeelewa vizuri. Hapo Sheikh. Naam. Unapita kusikia hili. Kusikia katika hao wake zake kuna mke mmoja sina hakika. Alimuoa siku hiyo na akamwacha. Hili na hakika gani? Aumu katika Bulughul Marami iko hadithi hiyo. Ipo hadithi katika kitabu hiki hapa cha Bulughul Marami. Sio katika hao lakini ni mmoja alimuoa, na nafikiri hadithi ile pia inaila au ni dhaifu kitu kama hicho. Siwezi kufungulia kwa haraka lakini naikumbuka. Ni kwamba alimkuta na weupe fulani kama mbaranga hapa.
kwenye mbavu baada ya kumtoa zile nguo. Sasa kama amemfanyia khiana Mtume, maana itakiwa aeleze. Sasa Mtume kumkuta katika hali ile, ndo akamwambia basi avae nguo zake zile, na akampa ile mahari yake, akaambia arejee kwa watu wake. Sasa hapa Mtume ni kwamba alikuwa anatufundisha kwamba katika uchumba kuwe na ukweli, lakini baadhi ya wanazuoni wanasema hata ile mahari asipewe, lakini Mtume alimrejeshea ile mahari yake. Ni kwamba hakumfaa.